Alitoka akaacha ndala, akaacha pochi, akatoka akakimbia na simu yake tu. Amekimbia akawa amefika kama amepita kama mageti mawili. Kwa sababu huo mtaa nakwambia ni mtaa wenye mageti tupu. Akamwona mkaka amevaa kanzu nyeupe yupo kwa mbele anatembea. Yeye mwenyewe anakuambia sikuona hata alipotokea yule kaka. Sijui kama alikuwa mbele sikumuona kwa sababu nilikuwa na uoga afu na haraka ya kukimbia hakumuona. Akakimbia akamfikia yule kaka akataka kumpita kaka akamwambia binti njoo. Akamwambia kaka yani kuna watu wanataka kuniua sijui hata wanataka kunifanya nini akamwambia wewe njoo. Akamuuliza kuna shida gani akamuelezea haraka haraka kuwa anaogopa. Yule kaka akamwambia basi usijali mimi nitakusaidia yani usiogope kuwa na amani kabisa. Dada akasema niwe na amani watu geti la pili hapo wakitoka si wananikamata. Yule kaka akamwambia calm down kuwa na amani. Tembea na mimi yani like tutembee pamoja nitakufikisha sehemu yenye usalama na hakuna chochote kitakachokukuta. Kidogo nakwambia dada anageuka, anaona wale watu kule wanatoka wanakimbia, wako na miguu mwingine yuko na gari, wanatoka na tochi nakwambia wanamulika kila sehemu wanaangalia. Na binti nakwambia huo mtaa ambao alikuwepo ni mtaa ambao hakuna kichochoro, hakuna sehemu yoyote ya kusema hata ngoja nijifiche hapa ili wanipite hapana. Kwa hiyo alikuwa anatembea tu kaka akasema Mungu wangu sijui kaka ni mwanajeshi, sijui atanisaidia vipi sijui. Tell me why wale watu wakaja wakampita yani waliwapita kama unajua vile ukiwa unatembea barabarani hata kama watu hamjuani lakini ukikutana na mtu njiani kama mnapishana njiani hivi kuna namna tu utamwangalia. Tell me why wale watu walipita na wakampita yule dada na yule kaka kama hawamuoni yani hawakumuona wakapita na gari ikapita wakawa wanaangalia na kuambia wakapita hawakumuona hawakumsemesha wakawa mpita muondoka. Sasa yule dada akamuuliza yule kaka, mbona watu kama wananipita, mbona kama hawanioni? Yule kaka akamwambia mimi nimekwambia nitakusaidia usijali, wewe wala hata usijali wewe twende. Wale kaka wakaenda wakafika mpaka mwisho wa barabara ambao wanakaribia barabarani nakwambia wakawa wanarudi wanaongea wakawa wanatukana yani huyu binti sijui kaenda wapi. Huyu binti yani nyama leo ilikuwa nyama nzuri sana yani kuba babake. Huyu binti sijui katoka sijui kaenda wapi. Au ni huko mtaani. Yule kaka ambaye alikuwa amemchukua yule dada akawa sema hapana binti sio mtaani, mabinti wote hapa mtaani mimi nawafahamu afu nisingeweza kuchukua binti hapa mtaani mnataka tu risk maisha yetu au. Wakawa wanaongea wanatukana my friend. Wanampita yule dada hawamuoni. Sio unanielewa vizuri. Yuko na yule dada akawa anashangaa kwa sababu Mungu wangu sasa sijui ni jini, sijui ni malaika, sijui ni nini sielewi. Wakawa wametembea wamefika mpaka barabarani. Barabarani ambako sasa ndio kuna magari nini bajaji hivyo. Ikaja bajaji ya kwanza, yule kaka akamwambia usisimamishe ile bajaji. Yule dada hakusimamisha. Ikaja bajaji ya pili, ndo akasimamisha, akamwambia simamisha, akasimamisha. Sasa yule dada alivyosimamisha ile bajaji, akawa ameingia kwenye bajaji anageuka, amwambia yule kaka asante kwa msaada wako, anageuka kaka hayupo. Akamwambia dereva bajaji msimama kwanza, bajaji kasimama nakwambia kaangalia kila mahali hayupo. Na hapo sehemu anakwambia hiyo sehemu kulikuwa hakuna namna kwamba ni huyu kaka ataenda sehemu yote ile asimuone. Kama kaenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini lazima angemuona. Kageuka hamuoni, katafuta kote hamuoni, akamuuliza dereva bajaji. Samahani kakaangu, kuna kaka nilikuwa nimesimama naye hapo si umemuona? Kaelekea wapi? Dereva bajaji anamuuliza kaka yupi? Anaambia yule kaka alikuwa akasimama hapo hivi ni